Na kimataifa, mvutano unaendelea kuongezeka katika pembe ya Afrika, huku Ethiopia na Eritrea zikiwa kwenye hatihati ya vita vipya. Kiini cha mzozo huu kipo katika eneo la Tigray, Ethiopia, ambako mzozo wa kisiasa wa ndani unatishia kuleta madhara kwa eneo lote. Katika wiki za hivi karibuni, mgawanyiko ndani ya chama cha TPLF umeibuka na kusababisha mapigano ya wazi. Kundi linalotofautiana na uongozi wa kikanda limechukua udhibiti wa miji muhimu ikiwemo Mekele na Adigrat. Hali hii imeibua hofu kuwa mzozo huu unaweza kuvuka mpaka na kuhusisha Eritrea, jambo linaloweza kusababisha vita vya kikanda. Historia ya uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea imejaa migogoro. Baada ya Eritrea kupata uhuru wake mwaka 1993, mataifa haya mawili yalipigana vita vikali kati ya mwaka 1998 na mwaka 2000. Vilivyogharimu maisha ya maelfu ya watu na kuacha majeraha ya kudumu. Makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yalileta matumaini, lakini matukio ya hivi punde yameweka mkataba huo katika hali ya mashaka. Kuongeza ugumu wa hali, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametangaza azma yake ya kupata tena fursa ya kufikia Bahari Nyekundu, eneo la kimkakati ambalo lilipotea baada ya Eritrea kujitenga. Ingawa Abiy anasisitiza mazungumzo ya amani, kauli yake imeongeza mashaka kwa Eritrea na kuzidisha mvutano. Eritrea kwa upande wake imeanza kuhamasisha wanajeshi wake, ikidai kuwa uhuru wake uko hatarini. Wakati huo huo, Ethiopia imetuma wanajeshi wake karibu na mpaka wa Eritrea, hatua inayotoa ishara ya uwezekano wa kuibuka kwa mapigano. Jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu hali inayoendelea, ikitoa wito wa uvumilivu na mazungumzo ya amani. Uwezekano wa vita upya hauleti tu tishio kwa udhabiti wa eneo hili, bali pia unaweza kusababisha janga la kibinadamu kwa mamilioni ya watu. Ethiopia na Eritrea zikiwa katika hatua hii ya hatari, maamuzi yao yataathiri mustakabali wa pembe ya Afrika kwa miaka mingi ijayo. And officials have also bristled at repeated public declarations from Abiy since 2023 that landlocked Ethiopia has a right to sea access. Dunia inasubiri kwa hamu ikitumaini kwamba suluhisho la amani litapatikana badala ya kuingia vitani tena. Nikiripotia kwa meza ya Kurunzi, jina langu ni Sylvia Mtama.